Bana. Jamaa ndoka wapi? Wewe. Nimekuwa nasikiza huko mambo na Gidi na Ghost. Mimi nashangaa. Wewe, kwani kuacha ni real? Ni kama hujawahi achwa. No. Nimeshangaa vitu zinaendelea. You can imagine umekaa na mtu 6 years. Then after 6 years from nowhere unaacha. Kwani ilikuwa presidential term? Haikuwa presidential term bana. Kwa hiyo unaweza achwa hata leo. Kwa Kenya tunaenda wapi? Wewe umeachwa? No, ngoja, usiongee mimi. Nimesikia Gidi na Ghost huko akicheka. Huyo ndo Ambia vile sasa maneno ya mwisho. Hiyo ni story nyingine. Ya tokei sasa hivi. Wewe mbona ukafeel pain? Nimesikia vibaya. Nimesikia vibaya kweli. Imagine silent bro. Sema huko achwa. Sema. Nyuma ya tent hiyo. Mtakuja nyuma ya tent. Hiyo ni nyuma ya tent. Mbona hutaki kusema story zako? Maybe nyinyi muanze then mimi ndamaliza. Unataka tu tuseme story za watu hapa? No, unajua sijaachwa mimi. Maybe ndo napanga hata sijaanza kama. Napanga kudate. Na yangu itakuwa wedding. Anaweza kuwa anapanga kuacha mtu. Unaona vile? No. Anasema vipi? Hajawahi date. Anapanga eti yake itakuwa wedding. Bana kama hata hakuna coaching. Nawaalika. Tuanza tu nawaalika. Hakuna coaching. Yangu itakuwa live mtaona tu. Maybe 20 sitaki kusema date. Okay, so unajua kitu kimekuwa hapo imenishangaza. Jamaa amedate na dem for 6 years. Wakana watoto? No, hajazaa watoto. Hakuna mtoto mmoja kwani nyinyi mlikuwa nini? Walikuwa na date tu, walikuwa wanapanga ndo watapanga. So, huyu jamaa ameinvest kwa dem. Dem ametrust jamaa. Ameamua kuacha everything. Amejua ni wewe ndo jamaa wangu. Wewe ni mjinga. Kwani unaenda maju kufanya kazi for 6 years alafu rudi hiyo ni mfala. Anakuwa Kenya. Au dem ni nuts. Huyu ana akili. Kwani ni botch? Lakini hebu niwaulize. Na si eti boy ndiye ameacha dem. Dem ameacha boy. Alafu boy yako na akili nzuri. I support. Unajua I support. Thumbs up to that girl. Wherever she is, thumbs up. Alifanya vizuri kwa sababu amenotice amekuwa akifanya ufano. 6 years na kuja leo bana. Kwa nini nimekuja nifue nguo zako? Acha niseme hivi. The lady amepelekwa kole, amefunzwa, amelipiwa whatever, graduation, ana graduate na mtu mwingine. You stupid man, kama unasomesha mwanamke. Unasomesha mwanamke like who? Bana mwacheni wanawake wasomeshwe na baba zao. Hiyo ni kazi ya wazazi. Wewe nipate. Unikoti. Now, unajua stories zangu mimi na mwanaume zinaanzia courtship. After we notice, we approach. Mimi unanifanyia ni tofauti, kufunzwa ni ya wazazi. Lakini kwa unanifunza wewe na kucount kama mzazi. Sasa umekuwa wewe mzazi wangu. Wewe utanifunza umalize kunifunza unifanyie kila kitu mpaka ndeza nibaya gari. Alafu tu nitakutoka tu na niendelee. Someone who is very poor. But unajua unajua nimeelewa because huyu mzee yeye alikuwa ashaenda kuongea na wazazi. Wakubaliana na wazazi ya kwamba like ni kama ameoa huyu dem. So wamekuwa wanaishi ni kama watu washaoana. So huyu jamaa akili yake anamwambia this is my wife. So akaona because life inaweza kuwa challenge because huyu dem hapo amesoma sana. So akasema let me now teach her so that at least apate kazi tusaidiane kimaisha. Women are cunning. You can imagine amemfunza amefanya everything. Women are cunning. Let me tell you, women are cunning. As a woman I can lower my guard down. Unifunze, unifanyie kila kitu. Yangu ikiwa ni kwa financially stable kuna vitu zangu. Even my own business. Very bad. Yeah, if umekuja kwa life yangu sikuwa na vitu kama hivyo alafu you are giving me chance nataka. So I take the opportunity. Sasa nataka at least kwa watu wengine pia. Na chance nyingine safi bana. Sasa currently niambie saa hii mimi niko campus alafu unakuja hapa unataka kunifunza. Jamaa, I will welcome you with wholeheartedly come and funza me. Unanifunza tu ukimaliza kunifunza. Okay. Salma, saizi wazazi wanakufunza. Usiogelee wazazi saizi. Saizi tuseme umemaliza campus. Okay, you are almost finishing campus, yeah. So umalize campus. Saizi I'm sure you are dating. Then the person mna date after umemaliza campus, ukae nyumbani wazazi waseme kwamba mambo na masters jipange mbele. Then the person anasema
huyu tumedate tunaenda mjua. Masters nienda kufanya nini? Tulia kwanza. If you bring that opportunity moja kama ni mtu wako mwenye mshamenyana. Hadi tuseme maybe moja hata umemzalia. Uleka kabisa. Then amekuaminia. So anajiambia yeye ako na pesa na mnapendana hadi wewe unaonyesha kwa kama nimemzalia. Then anajiambia asinipeleke mtu wangu masters at least tu maisha iko fiti kidogo. Then unatoa wapi hiyo nguvu ya kumwacha? Namwacha, mapenzi ufeli. Tumaini, we have never met with you nikakwambia mapenzi inafeli. Lakini patana nawe nani nikwambia mapenzi inafeli. Lakini mimi niko na swali. Before ukikuwa kwa relationship na mtu, kuna ile process yenye mtu unastudy mtu kwanza, unaona kama mtu tunaweza tukanaema. Na kama yes amekufunza amekufanyia kile, mbona tu nikapo ukijua the end huwezi end up na wewe? Thank you, very important for this question. Squeezy, watu wangu squeezy, relationship za squeezy hakuna story na kustudy. I am looking for something that you have. You have money, I want money. You have this, I want that one. So, sorry na kustudy. No time for study. No time for study. Okay, so kwanza jianzia usistudy mtu kwa sababu wewe unaachwa. So wewe mwenye unakaa hapo hivyo unakaa unangojea jamaa na kustudy. Wewe jamaa kustudy. Unaachwa. Kustudy ni kama you are just a lift, ni kama lift. Unapea lift kusoga Nairobi. So that is very bad. Okay, so ina maana kwamba kama mtu ameamua amesema kwamba amekuja, inafaa kuja kuoa au mnamaanisha nini? Nini the dating time kubwa kabisa. Ile mtu anaoa mtu ana date. Yes, kuna wenye date for almost 5 years ndio wanaoana. After wameelewana kitu. Lakini you can't always jua kama mtu atakuoa ama hatakuoa. Relationship inaweza isha. Whether uko na pesa, whether hauna, whether nini, relationship can fade. Hata ukiolewa bado you can get a divorce. Yet you go forever. Sasa tufanye, watu wafanye. Okay tu. Okay, wasione. Hapana, weka tu kijua dating is a must, watu ni lazima. But dating is a must. You feel good, I feel good. Be good. But for me, I don't see it. Unajua, like for me, mimi naona hivi. Mtu kama kuja kwa maisha yako, iwe ni boy, iwe ni girl, anaingia kwa maisha yako. Ni vizuri pia umuulize what is your intention? Kwa hii marriage. Intention gani? Nani atakwambia? Uniambie leo mwanaume gani atakuja umuulize intention akwambie si ndoa. It means intend to marry you. Every man has that thing. Anakwambia ndakuoa. Hiyo mouth, hiyo word iko kwa mdomo yake. But we are in this relationship forever. You can't believe you. Anakuwa anakwambia tu. Utaachwa kesho. Anakuwa anakwambia tu yeye atakuoa. Imagine utaolewa. Na anajua the sense. Na unajua tu mimi am here with only that thing. Here kitanda tumalizane. Alafu wewe uko hapo tu unangoja tu. But let me tell you this. Lakini tena wasichana ni nini natuzunguanga. Unajua unagilizia lango wasichanuke. Una date mtu. Kwa sababu kuna pesa. Unatafuta mwingine kwa sababu kuna game ya kitanda. Unatafuta mwingine kwa sababu yako na a shoulder to lean on. Emotions zako anazistabilize fit. Unatafuta mwingine tena kwa sababu anaweza fanya hii better than me. Bana wasichana tunaenda ni mnijibu. Alafu na wanaume, kwani utosheki? Kila sasa hizi majibu sitaki uziruke. Unajibu za wanawake, unajibu za wanaume. Tuendelee. Anaweza kujibia wanawake. Mara umeona hii kwa huyu, unaona haitoshi, ukienda kwa huyu sasa ukiona ni kitu gani ninazofanya watu wakuwe na tabia kulingana na not kulingana na wewe. Ukiona ni kitu gani ambacho kina trigger madem, hapo anafika status zenyewe, akiona huyu wa gari anaacha baiskeli, anaenda kwa pikipiki, anatoka kwa pikipiki anaenda kwa gari. Ni kitu gani inaweza kuwa labda mimi naweza sema hivi vitu zingine ni tamaa. Tamaa ndio, lakini mimi tunazalielewa. Mbona mtu anakuwa na tamaa ya game ya kitanda, tamaa gani? Kwani ulipita wapi kuzuri, utapita wapi kubaya? Unajua hivyo lazima kukue kuna game ukipewa ya msafi, alafu sasa ukifika hapo unapata game ni mbaya. Nakujibu hata kama labda mimi
like si msichana. Okay, kwa hivi kulingana na mimi, according to me, ninaona hivi. Ukiona mtu ambaye anakueleza kwamba labda ameenda huku performance iko vibaya, ameamua kwenda kuenda performance iko sawa, this is the person mwenye amekuwa akitest. But for the fact mtu kama ako na feelings za mtu, according to mimi venye nimestudy nikaona mtu kama ako na feelings za mtu, hata hiyo wenye wanasemanga 5 minutes enough. Lakini mtu kama ana feelings za mtu, hata ukwe na mtu 1 hour 2 hours, you will never peace, utaikuwa sawa. Vitumaini mimi tena something. Kuna kitu elewani kwa mechi. I can understand your point yako, it makes sense to some point. Lakini mimi tena kama jamaa wako for long, kama hana mechi hana. Kama haiko Tumaini. Unakubaliana unajua nyinyi na tunakati nyinyi mnasema juu dem ni ho. Aje wewe umependa kapi machine? Kwani ndio una machine? Relax. Sipendi kuongelea topic yake hata naongelea. So iko hivi according to me, by the way. Unajua if you have feelings to someone, for me, if you have feelings to someone, kama uko na feeling kwa someone, hadi akikuguza you are satisfied. Just touching because you have the feeling to that person. I understand. Yeah, lakini imagine kama uko na mtu umeenda kwa mtu because of the gari, umeenda kwa mtu because of the money. It means that person you don't have a feeling to that person. So huyo mtu hata enda anunue sio akule nini, akule hizo mjini whatever. Akuje. You will feel nothing. You will feel nothing because what? You don't have the feeling to that person. So feelings kwa mtu ni kitu ya maana. So please my ladies, msiende kwa mtu kama upendi. Mkataze, ambia mtu ajikate. Mpenda lakini nifike kwa kitanda nifanye nipata vile kwa ndani. Lakini unajua tena ukiangalia sometimes pia atujibie msima dem because unaona kuna some situation by the way inaweza kudrive someone. Unaona? Wewe unaweza kuwa na child, yes, akufanyie chenye unataka. Akutake care vile unataka. Lakini sasa umepata another person mwingine anafanya kenye unataka. Sasa mimi na wewe sasa unajua mademu wanatakanga attention. We need attention. That is the minus attention. Ushachwa kesho. Basi waulize hivi mademu. Mbona wewe mwanzo unikubalie wakati unajua mimi siko sawa? Unajua ukikuja kwa relationship unakuanga 100% into it. Unakuja kabisa. Nikikwambia nataka attention utanipigia simu kuanzia asubuhi mpaka jioni, tutaongea usiku kuanzia saa 1 mpaka saa 12. Hiyo ni wakati umekuja. Alafu siku moja mbili haya tumeingia kwa kitanda tumepiga mechi safi. Hiyo siku imeisha, alafu kesho yake unaanza kukata hiyo simu, unapiga mara moja asubuhi. Haya unaacha sawa, utanipigia jioni, okay. Then nikikupigia simu you tell me you are busy. Hiyo siku zingine umekuwa ukinikot au kuangi busy. Nitasema kitu as a man. Nitasema kitu. Unajua, okay, ni kama na advice ladies by the way. Unajua mwanaume yote yule, nitaongea maneno ya busara leo. Mwanaume yote yule anaweza drive na feelings. There is a man here who knows maneno ya busara. Yeah, kuna maneno ya busara hapa hivi. Kuna mwanaume yeyote yule most of the time anadriviwa na macho na wakati mwingi napata na hisia. Na huyu mwanaume anaweza akafanya anything kama decision, kama like ameamua anataka kufanya kitu chochote kile. Na most of the time like kama ni subscription za mwili, anaweza kamua hata akakaa 10 years ili apate hicho tu. Akishakipata ataenda. So vizuri kama mimi naweza kuadvise kama mwanamke wakati wote ule unapoingia katika uhusiano, uliza mwanaume wako ni kitu gani ambacho kinamfanya akuje kwako. Nataka nikuwe serious kwanza. Okay. Tumaini as you. Mimi ni girlfriend yako. Mimi ni dem nimecoach nikaingia kwa relationship. What is nini nilikufanya ukanidate? Okay. Nataka ujibu swali vile nataka tuulize watu. Mimi nitajibu kulingana na mimi. For me saizi nikiamua kudate mtu ndo niingie kwanza kwa hiyo. Nitakuwa nimejua kwamba nitakuwa nimemwangalia, najua kwamba target yangu ya mtu wife material ako sawa, naweza naye mbali. So nikiingia najua kwamba okay, no. Umeona mwanamke mwenye 100% ukiangalia chenye unaona nicho chenye yako. So but tunaangalia sisi saizi ndani. Ndio maana tu hatuna naweza kuuliza. Huko ndani hizo zenye unaangalia, you will never get a woman with that heart. So sitawa. Unaona vile unaona. Hata acha nyote ya kwani una. Si amesema date. No, okay, achana nayo. Kuna kitu ngoja kwanza. Lakini kuna kitu Tumaini wanasemanga. Unaona
before nini chat ya ku approach ama tuseme for example watazama for example before uni approach kuna kitu unaweza ku umeona kwangu unaona unajua yenyewe ukikuja kwangu kuna some things unaweza achieve na kuna some things unaweza nibadilisha ama you feel there is some kuna kitu ndani yangu ina kudrive unaona. I get you. So mimi nasemanga before nini child approach them ama boy ama demo akubali mimi achali try to understand huyu mtu papasi yangu kwa jamaa amekuja na papasi gani ama papasi yangu kwa huyu mjamaa ni aina gani ama papasi yangu kwa maisha yangu ni aina gani. Acha nikwambie Tumaini, unajua kuna kitu ni hisia iko. You can't tell me unani approach bila hisia. It would make sense. Lazima uwe na hisia kwangu ndio ni approach, si ndio? Na hizo hisia it's either ziko kwa uzuri ama kwa ubaya. Na mimi kama dem lazima nijue hizi hisia zako ziko kwa uzuri ama kwa ubaya. Ndio maana currently unaonanga mademu nyingi hawakwangi approach. Kwa sababu anajua kitu anataka kwangu ni thank you. Hata ukimungaleshaji huo umemswitch toka mingi into your box. Jua pia yeye anataka to the same thing that you want. Okay. Na hiyo sio hapo. So but those wale wenye upanga broken most of the time is yameingia sana. Kwa sababu unaona mimi kama dem as long as you're giving me everything chenye nataka. Bado sitakusumbua. Safi. Chakula tunakula tu poa, hata kama tunagombana bado tunasolve maisha. I'm good with you. Lakini when it comes to mwanaume, nikiona umeanza kwenda astray, unafanya hivi, unajua feelings za msichana zina grow. Na the same way zina grow is the same way zina fade. Thank you. Wewe ndio utazimesha na wewe ndio utazifisha. Na zikikufa, zimekufa, huwezi revive. Zikikufa hivi completely, si ile kwa jamaa ya siku mbili tena tunarudiana, hiyo si works. Hapana. Feelings za msichana zikikufa zinakufa completely, hakuna kitu utamwambia na ndio mumeachana hivyo. Guys, na ningependa niwaambie kitu. Nimefuatilia haya mambo vizuri sana kwa makini na kuna kitu ambacho nimekipata by the way kimeniguza roho. Na imagine uko na mke wewe unapenda labda kufanya mambo ambayo si mazuri, unapenda kucheat. Umemcheat mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu bado kaendelea kumcheat. Imagine unaishi na mtu na feelings zilikufa kwako. Oh my god. Imagine unakaa na mtu na kumbe yeye roho yake iko kwako hata kidogo. So na wewe unaishi unajiambia nimeacha wife kwa cheating is not a sin. Let me correct it. Cheating is not a sin. Why it's not a sin? So I don't know. Finish. But no. My man cheat. Lakini cheating is not a sin. Ukicheat, acha Mungu mimi na wewe. Lakini cheating is not a sin because there's somebody somewhere who told me. Explain. Somebody somewhere once told me that when you cheat you gain experience. No. No, there's someone who told me when you cheat you gain experience. Prove me wrong. Let me tell you this. Prove me wrong. Let me tell you this. I cannot agree with that. I'm against that. Prove me wrong. Number one, we are living at a societal where there's a lot of things. Kuna magonjwa, kuna sijui nini. Mtu anachita nafikirianga ugonjwa. Sasa mbona ukuje uumize mwenzako? Sikumuumiza, lakini my man if you want to cheat we agree. Unakuja unakaa chini. Unaniambia naenda kucheat. Tunaenda wazina wao mbili unaenda kucheat na lakini baba ugonjwa. What? Ananiambia sasa ndio atakubali. Cause unajua hiyo si hard feeling. Hiyo si hard feeling. Acha nikunywe. Watu wanakunywa maji. Nataka kucheat consult them yako cause hakuna haja hard feelings. Mbona ni hard kama unasikia kucheat hakuna haja ni hard feelings. Ni kama uniambie ukweli na mimi nataka kucheat. Na nataka kucheat na nani? Fulani. Nikiona ni mali safi nikatae ama ni aje. No. Hii generation ndio wasichana wewe. Ngoja kwanza. Wewe pause kidogo. Hiyo msiko mmeisikia. That is very wrong. Sikia nikwambie. By the way, hakuna kitu uma sana kwa hii dunia kama mtu akucheat. Ni vibaya, inauma. I saw somebody somewhere alikuwa na mtu vizuri kabisa. Yule mtu akawa wanaaminiana vizuri kabisa. Then from nowhere jamaa akakuja akamcheat. Wakati wife Mr. amekuwa faithful sana kwa marriage na bibi anakuja anamcheat.
Unajua ilifanya huyo jamaa alijua. I want to ask a question. Jamaa alijua. I want to ask, you say cheating is bad. I want to ask a question. For this men who marry 3 women, 4 women, wanafanyanga nini kama si cheat? Because you can't tell me you're loyal to me, then you go around alafu na kama unaniambia nataka kuwa bibi wa pili. From where? You cheated before you told me. Okay. Yeah, that's why I argue at it. You come in and tell me that mimi I want to cheat. Nijue una cheat na fulani hata ukimleta kama bibi. Unajua mimi ni mtu fulani mimi natoka ni kwa cheat. Unajua that is what maybe walikuwa wanafanya. Lakini unajua saizi wanaume saizi, okay, wanaume wengi saizi what they do wanafanya vitu sirini. Wewe uko hivi, wewe uko kwa nyumba, amekuacha kwa nyumba, kazini yako na mtu. Wasichana. Na mimi niko na swali. Kama uko na chali. As in obvious kuna kitu